Na hasira sio lazima. Yaani sio lazima upate hasira. Sio lazima ukasirike. Kwa kukasirika ni maamuzi yako mwenyewe. Mtu anaweza akafanya makosa alafu wewe ukaamua tu ukaashumu kuyaona au ukaashumu hukuyasikia na ukabaki ukiwa salama. Kwa hiyo leo ningependa nikwambie tu kwamba hasira ni maamuzi yako na kinyume cha hasira ni furaha. Kwa mfano, mtu anaweza kukutukana na watu wengi huwa hawajui tafsiri ya tusi. Tusi huwa linakuwa tusi kwa yule aliyolisikia. Lazima ukachukua mifano mizuri tu. Kuna watu ambao wakiwa marafiki wazuri, wanapendana vizuri, wanapenda kutukanana. Yani it's like ukimtukana na rafiki yako basi anajisikia vizuri kwamba la. Mfano mzuri, kuna wale wa bodaboda, watu wa vijiweni, matusi kwao ni maneno ya kawaida. Na wao huwa hayawakeri wala hayawaudhi. Tena kuna mtu mwingine akitukanwa anacheka. Kwa nini wewe ukitukanwa unakasirika? Kwa mfano nitakuuliza wewe mjinga nini? Hilo ni swali ambalo unatakiwa ulijibu. Yaani yeye hana uhakika ni mjinga au sio mjinga. Unapaswa ufanyeje? Umjibu kwamba okay, mimi ni mjinga au mimi sio mjinga. Kwa hiyo huu ni mfano mmoja wapo tu wa kwamba unaweza ukaamua kukasirika au ukaamua kufurahi. Na hata Biblia inatuambia majaribu hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ajaye kwa ajili yake. Yaani shida sio jaribu linakotoka na shida sio jaribu. Shida ni kwamba kule ambako jaribu linakuelekea kwa yule mlengwa, huyo mtu ndo ana shida na ndio ole ilikoelekezwa. Kwa hiyo unaweza ukaamua tu jaribu likaja afu ukawa bulletproof. Mtu mmoja alisema kwamba basi vaeni bulletproof ili msije mkapigwa risasi. Na mtu mmoja akasema kwa nini nyinyi mnaopiga risasi msitoe risasi kwenye bunduki zenu? Kwa hiyo shida wakati mwingine kumbe sio bunduki, sio risasi. Shida ni kule ambako inaelekea. Ukikuta mtu kavaa bulletproof basi risasi yako wewe ni kama haipo tu. Kwa ndugu zangu, naomba kwenye issue ya hasira hapo na mfano wa matusi